kwamba kafara ni sadaka, majibu ni sahihi. Unawajibika kutoa nini? Kafara. Sema kafara. Mwaka huu mpe Yesu makofi. Pokea neema ya Bwana. Bwana ameruhusu ukafanikiwe leo katika jina la Yesu. Bwana ameruhusu njia yako ifunguliwe leo katika jina la Yesu. Bwana ameruhusu kilichokwama kikwamuliwe leo katika jina la Yesu. Bwana ameruhusu uzao wako ubarikiwe katika jina la Yesu. Bwana ameruhusu mikono yako ikabarikiwe kwa jina la Yesu Kristo. Chochote utakachokifanya mwaka huu kinaenda kuwa cha kwako katika jina la Yesu. Bwana anaenda kukuongeza, Bwana anaenda kukuzidisha kwa jina la Yesu Kristo Mwokozi. Mpe Yesu makofi ya kutosha. Amen. Naomba msaidie Beti, hii mic naona kama hairudiki. Alafu inshallah kwa makini sana, kwa sababu tuko katika mwaka mpya. Amen. Ungapi tulikuwa nao tarehe 1 asubuhi? Ulikuwepo tarehe 1 asubuhi? Asante. Mungu akukumbuke katika jina la Yesu. Nilitangaza kwamba mwaka huu nitajihusisha sana hapa mwanzoni kukutengenezea mabadiliko yatakayokuletea. Lakini kwa waliozoea lugha zingine kama sacrifice au sacrifice, wanaelewa ni nini maana yake. Kuna mtu mmoja ana dictionary hapo, anaweza akatuambia kesi la signifie nini sacrifice? Sacrifice maana yake kutoa kitu. Okay. Kukipoteza. Okay. Te augmenter un petit peu. Selon français, kwa maumivu makubwa, sadaka iliyotolewa kwa maumivu makubwa. In sacrifice kwa sacrifice, kafara. Ni kitu ambacho kimetolewa kwa ajili ya kitu kingine. Hai, Kigoma hiyo. Maki nilikuwa nawaza labda Neema mtembezi, hebu tuambie wewe kidogo na majibu mengine. Sacrifice, kafara. Kama ya kukomboa. Kama alivyo Kigoma ilivyotuambia. Sawa kabisa. Kafara. Sababu Biblia inashuhudia kwamba Yesu kafara. Si ndio? Wengine wajui. Tusaidie. Kafara naweza sema kwamba ni kitu ambacho naweza kutoa kitu kiangamie wengine wao. Unatoa kiangamie ili kuokoa kingine au wengine. Sawa kabisa. Kwamba kafara ni sadaka ambayo mtu anaitoa iangamie kwa ajili ya kuokoa nyingine. Ndivyo walivyojibu na hapa. Safi kabisa. Naona sahihi haya. Kafara ni kujitoa mwanga. Sofoni unataka kusema nini? Kushika na madileto na niangalia sababu mtu. Bwana Yesu asifiwe sana. Karibu ndugu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kafara ni sadaka
Kafara ni sadaka, kitolewacho ni sadaka, si ndio? Mimi ninachokiamini katika somo hili ni kwamba majibu yenu yote yako sahihi, yote yako sahihi, kwamba kafara ni sadaka, majibu ni sahihi. Ni sadaka ambayo mtu anatoa kwa ajili ya kukomboa kitu kingine, ni sahihi. Ni sadaka ya maumivu ambayo mtu anaitoa kwa ajili ya, ni sahihi kabisa. Kwa naamini wazi majibu yenu ni sahihi. Sasa somo letu ni kafara ya mwaka huu. Kwa nini tujifunze kafara ya mwaka huu? Sababu ni kwamba nimegundua rasmi ya kwamba ili mtu uweze kufanikiwa katika kitu chochote, lazima iwepo kafara iliyotolewa. Kuna mtu ananielewa sasa? Mungu hakushindwa kusema kuanzia sasa nimelivunja agano la kale na nimeanzisha agano jipya na nimeingiza mataifa katika agano lake na yaishie. Lakini ilimlazimu akubali kujitoa kuwa kafara, haleluya, kwa ajili ya wengi, ili wokovu ufanye nini? Upatikane. Utakapozidi kusikiliza masomo haya, kama una akili timamu, sema akili timamu, lazima utatoka eneo moja kwenda eneo lingine katika maisha yako ya kiroho na katika maisha yako ya kimwili, kwa sababu ni jambo ambalo haliwezekani kwa mzazi kuona watoto wake wakiendelea kulialia na kuharibikiwa na maisha na akawa yuko anashangilia na anafurahi. Mzazi lazima aumie, na maumivu ya mzazi huwa yana jawabu kama atafikiri kutengeneza mlango ambao mtoto wake atatokea. Kuna mtu ananielewa sasa? Kama wewe ni mzazi na hujui kutengeneza milango ili watoto wako waweze kuona mwanga badala ya giza, haujafaa kuwa mzazi. Amen. Kuna mtu ananielewa sasa? Sasa mwaka huu tunawajibika kutoa kafara itakayotufanya kubadilisha historia za maisha yetu kiroho na kimwili. Hakuna mtu chini ya jua ambaye hataki mafanikio. Mtu huyo hayupo, mtu asikulekana. Sikweli jamani? Kila mtu anataka nini? Mafanikio. Sasa ili uweze kufanikiwa, unawajibika kutoa nini? Kafara. Sema kafara. Bwana Yesu asifiwe sana. Ili uweze kufanikiwa, ninakuhakikishia ni lazima, utake usitake, ni lazima utoe kafara. Kama hujui kutoa kafara, na kuhakikishia panda ushuke, hautakujaga ufanikiwe. Inawasha kidogo masikioni, lakini huo ndio ukweli. Saki ni kudanganya. Wala usiwaze kuomba kwako tu kunatosha. Hapana. Kuna watu wanaomba kuliko wewe, lakini mikono yao imekauka, hawana chochote. Kuna watu wameomba mpaka wamechoka, lakini mikono yao na maisha yao yamekauka, hawana chochote, na kuomba kila siku mpaka
Yaani ukimkuta yuko anaomba, hautajua makamasi, hautajua machozi, hautajua udelele unaotoka mdomoni, hautajua chochote. Yeye analia, anaomba, machozi na nini na makamasi yanachanganya maumo, lakini hamna kinachobadilika. Lazima ifike mahali tuwakushe watu waende level nyingine, kwamba pamoja na kuomba kwako, pamoja na kutoa kwako sadaka. Kuna watu wengine wanafikiri kwamba akitoa sadaka sana, sadaka yake sasa ndio inaenda kumfanikisha. Hapana, kuna haja ya kafara. Unachanganya kidogo. Kuna watu wanaamini kwamba akijitakasa sana ndio anaenda kufanikiwa. Hapana. Kuna watu wameishi maisha matakatifu mwaka jana, hawakuwahi kuzidi kama huo walivyozidiwa kazini. Kuna watu waliona wamezidiwa sana na mwili wa kazini mwaka jana, hawako Kuna watu ambao walijifunga kuliko wewe, wakapiga mkanda, lakini si bado hawakufanikiwa. Kuna watu wanafikiria kwamba akiwa na bidii sana, yaani yeye na bidii sana, anaona bidii yake ndio itamfanikisha. Kuna watu wana bidii kuliko wewe. Hata siku ile Juma ngapi, Alhamisi, nilikuwa naeleza kuna watu wana bidii kuliko sisi. Kuna watu asubuhi saa 12 ukienda kwake umkuti amechukua jembe anaenda shamba. Jioni, yaani huko shambani anashinda, yuko anafanya kazi asubuhi mpaka jioni, anarudi nyumbani amechoka, yuko hoi. Alichorudi nacho ni kisamvu. Mwenye bidii anatwanga kisamvu, anakula asubuhi, tena saa 12 ameshaenda, anarudi huko jioni, anafika tena asubuhi, anamkia. Wewe una bidii kuliko yeye mtu, lakini hawezi kufanya. Yesu asifiwe sana. Jina la Bwana libarikiwe sana. Sio kwa sababu una bidii ndio maana unaweza ukafanikiwa. Hizi elimu nataka nianze kukufundisha, kwa sababu tumeenda mwaka mwingine. Kama mwaka mwingine umeanza au kupata akili ya kufundishwa vitu vigumu, hautabadilika na hutaona chochote kimebadilika maishani mwako. Mtu mwingine anamcheka mtu, hakuagi na nguvu ya kutafuta. Mpendo, sio nguvu zinazomfanya mtu afanikiwe. Haleluya. Unaweza ukawa na nguvu nyingi, ni jitu kweli kweli, unanyanyua hata na vyuma, lakini hamna chochote. Uliza loaders ambao wanafanya kazi ya kunyanyua mizigo, wamefanikiwa wapi? Toka walianza kunyanyua mizigo, akipata hela zinaishia kwenye chapati. Ingia tu kwenye vibanda vya chapati, utawakuta wamejazana. Bwana Yesu asifiwe sana. Usiwazi ya kwamba nguvu zako zitakupeleka kwenye mafanikio. Mafanikio yako kwenye kanuni. Usipozijua kanuni ukaziheshimu, ni shida. Ngoja nikupe mfano. Nyumbani majira ya saa 1 hivi, nilienda kwanza asubuhi, nikakaa masaa kadhaa, alafu nikarudi. Nikakaa huku, kaendelea kujichimbia. Ilipofika saa 1 hivi, nikaenda nyumbani. Nikafika nyumbani, nikakuta Jay ananipresent hela alizouza shilingi 15,000. Kaambia hata hizo 15,000 mbona unaona kama zingine usio uliyeziuza? Akaniambia ni kweli. Sababu mimi nilikuachia hela huko. Nikamwambia toka saa 6 mpaka saa hizi saa 1 hata 10,000 hujauza. Akasema ndio sijauza.